mwenye imani naweza nikaokoa hiyo nchi. Nataka nikwambie, kanisa kama hili linaweza shikiliwa na mtu mmoja mwenye imani. Nchi yetu inaweza okolewa na mtu mmoja mwenye imani. Imani sio mchezo. Never joke with faith. Never joke with faith. And when we are in Christianity, you have to walk the talk of faith. Not only talking, walk. Praise the name of the Lord. Listen, when I was thinking about Noah, it is faith that gave them a new reason of living. As a Christian, faith makes it interesting to live a spiritual life. Wakati una imani nzito, wakati una imani ya kutosha, huwa inafanya safari yako ya Ukristo iwe tamu, kwa sababu ukiwa na imani haungangani. By the power of faith, when you invite the Holy Spirit and say, Holy Spirit of God, walk with me. I need your presence. By faith I know that you will visit me. The visitation inakuwa real, kwa sababu imani yako unaamini ya kwamba utakapoita Roho Mtakatifu na uliambiwa ndiye msaidizi wako, unaanza kusikia uwepo. Kuna wale husikia uwepo mpaka wanausikia physically. Na kuna wengine mkiomba atakuangalia hivi kama muuzaji wa mahindi ya barabarani, mpaka anawauliza, kwa nini mlikuwa mnalia na mnalala chini? Unamwambia, hukusikia flow ya Roho Mtakatifu? Wapi? Pani alikuja? Hai, unamwambia, brother, basi maisha yako yamekauka sana. Hukuona vile watu wamelala chini kuomba na kulia? Hukuona vile watu wametetemeka mikono? Hukuona vile watu wameshake? Na kuuliza, huyo ni Roho walikuwa wanafanya hivyo? Dinake moigua. Mimi sikumsikia. Ni ugumu wa imani. There are still those people who in faith, they don't believe about the visitation. They don't have faith in the visitation. Wakati tumelala hapa tunaomba mpaka mtu anagaragara anaenda mpaka pale akilia na anaambia Mungu, unaona machozi yanamtoka. The visitation is real. Na mwingine amekauka hivi. Mpaka mnaambiwa shikanani mikono watu wawili. Enda mbele za Mungu, ambia Mungu nisaidie na usaidie naye, shika mikono. Wewe unamuombea, ukifungua yeye akuombea unamkuta hivi. Na maneno hayo Kristo alipokuwa anaongea, sio sisi tu ambao tumeokoka, hata mitume wake kuna wakati aliwapea hadithi mpaka ikafika mahali wakamwambia, tuongezee imani. Kwa hivyo kama Mkristo sometimes ni kawaida kupungukiwa na imani, lakini heri upungukiwe na imani kuliko iishe. Are you together? Heri upungukiwe na imani kuliko kuachilia imani, kwa sababu in Christ there is a vacancy of refilling. Are we together? It is easier to refill than to reconcile. Ni nini rahisi? Ni kujaza tena ama ni kuanza kutafuta? Haya, ukienda kwa mkahawa uwekewe chai ifike nusu, ipoe, unasemanga aje? Choma. Ni chome. So heri kuchomewa kwa sababu hutalipa. Hamjui siri? Kuchomewa hulipi. Ukimaliza hiyo baridi uitisha kikombe ingine moto, utalipa. So it is better to refill than to go another cost. So the best thing is to guard even the little faith that you have. Na ndio maana mitume wakaambia Yesu, kulingana na vile umetupea hadithi, tuongezee imani. Praise the name of the Lord. That is the book of Luke. And let me tell you,
The achievement of a believer, listen to me. The achievement of a believer is not measured in wealth. Achievement kwa Kiswahili ni kusema achievement ni yale mambo umepata. Ufanisi, good. Listen, ufanisi wa Mkristo haupimwi kwa magari ambayo ameegeza nje. Ufanisi wa Mkristo hauhesabiwi na zile pesa ameweka katika bank. Ufanisi wa Mkristo ni kiasi cha imani yake. And that is why the disciples asked Jesus, increase our faith. They had him hapo, walikuwa na Yesu hapo. Sisi ambaye tunatafuta kumwamini kwa imani, wao walikuwa na yeye in the physical body. Lakini walifika mahali wakamwambia tuongezee imani. Na ndio maana sometimes wacha niwaambie wa Kristo, kuna watu huwa mnaangalia katika Ukristo mnashindwa huyu mtu kwani anakaaje. Wewe ukiuzwa tu na kamajani kama haka kakiroho kakuguza hivi, unapotea mpaka huko mwisho na huko. Lakini unakuta watu wengine wanaswim kwa bahari na maji hayawasombi. Wanapita katika moto na huo moto huwachomi. Wanapitia mahali ambapo kuna moto na hawaungui, hawagharikishwi. Unashindwa ni kwa nini? Their capacity of faith. Kuna mtu aliniambiaga, hey Bishop, wewe ni mgumu. Bishop, yani kama ni mimi ningekuwa najipata Facebook kila siku watu wananitusi asubuhi mpaka jioni na kufa. Nikamwambia, unaona matusi mingi unasomanga hapo, kwangu si matusi, ni majibu yangu ya kimoyo moyo. Kwa sababu imani yangu haitosani na anayenipitishia katika uchungu. Anayenipitishia katika uchungu, imani yake imefika hapo. Lakini mimi imani yangu iko katika level ya kwamba ninapopitia katika magumu ndio imani yangu inafanywa ngumu. Imani ya mtu hupimwa na majaribu anayopitia. Sometimes imani yako itapitishwa katika majanga uonekane level yako ya kuvumilia. Imani yako sometimes itapitishwa katika maji ionekane level yako. Sometimes jaribiwa. Sometimes jaribiwa. Usipende kuwa Mkristo mwenye hapatani na majaribu. Jaribiwa sometimes. Sometimes utaangalia hivi unaona na hii wamesema ni ukweli, lakini hii wamesema ni uongo. Lakini zote unazishika, unasema ukweli na uongo ni yangu. Sasa imani yangu ijaribiwe, unasema hapa sitajibu, hapa naenda kupiganiwa na maombi. Unaondoka unarudi upande huu mwingine. Unaambia Mungu, angalia, mtoto wako amepitishiwa uchungu, lakini ni wakati wake wa kupitishiwa hali hii ili imani yake ifanye nini? Ipimwe. Imani ya Mkristo haipimwi na vile amesimama. Imani ya Mkristo hupimwa na vile atasimama akianguka. Your faith is not tested by how you are standing. Your faith is tested by how you rise up after falling. And I'm praying tonight, if there is someone who is seated here and you are down, may you stand and rise again so that we can understand the capacity of your faith. Ninaomba kama kuna mtu katika hili kanisa leo na ako chini, imani yako ikusimamishe ili ujue mahali ambapo umepandwa katika imani. Your faith is measured by how you stand after falling. And let me tell you, faith gives you a ground of standing again. Nataka tusome Biblia hapa. Wakati Yesu alisema
Nataka tusome kitabu cha Luka. Nilikuwa nimesema nitawasomea Luka 17 mstari wa 5. Kuna mahali Yesu aliulizwa na mitume. Wakamuuliza, na kama, mstari wa 4, 17 verse 4. Na kama ndugu yako akikukosa mara 7 katika siku moja, na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, Yesu akamwambia msamehe. Mstari wa 5, mitume wakamwambia, Bwana, tuongezee imani. Na unasema from your heart, unasema I let it go. That is why tuko na Wakristo wengine wanashindanga na furaha. Unashindwa huyu kuimba ako na furaha, karibu acheke kwa worship. Nimeheti Bwana, nimeheti. Na kuna wengine hata kwa wimbo ya praise unashindwa sasa ni ya nini uso nyungu. Afanyukeno gahidiria kugasonaria weobe gwanirira jugena mogabo ateni wenga. Sasa hata wimbo ya kucheka, wimbo ya furaha hana, ni level yake ya imani. Na labda wale watu walikwaruza moyo wake wote bado wako wapi? Wakati mitume waliambiwa samehe mara 70 kwa mara ingine 70, waliambia Yesu tuongezee imani. Kwa hivyo ni kumaanisha level yako ya imani. When you walk the talk of faith, forgiving becomes easy. Na wacha nikwambia, hakuna kitu kizuri kama Mkristo mwenye kusamehe. Hunaga mizigo kwa moyo wako. Watu wengine ukituona tuko na nguvu kwa sababu ya kusamehe. Tuko tu na nguvu kwa sababu ya kusamehe na kuelewa ya kwamba hata haya yatapita, na tuchukulia ya mwingine, kwa sababu dunia inakaanga ikizunguka. Wanaongea ya Bishop Ben, tunatoka yangu, wanaenda ya mwingine. Lakini ndio mimi nisisumbuke. We don't forgive people because we want. We forgive them because we need peace. Praise the name of the Lord. We don't release them because we don't have a space to keep them in our hearts. But our hearts are the temple of Christ. We don't need any distraction in our hearts. What we need is Christ and Christ alone. Unawaachilia, unasema enda wenenda, nimekusamehe bure wenenda. Enda wenenda, nimekusamehe bure wenenda. Unamwachilia tu, kwa sababu Kristo alisema jambo kama hilo litafanywa na wenye imani. Faith will lead you to there. Imani inakupeleka hapo, inakwambia msamehe, mwache aende. Kwa sababu sisi tuliye na imani juu yake anajua kusamehe. Tuliye na imani juu yake ndiye baba wa msamaha. And you cannot serve a Christ who forgives and you become a Christian who cannot forgive. If you are in the lifestyle of a Christian and Christianity is derived from Christ, you have to forgive like him. The Bible says, he said, copy me as I copy my Father. So wachaneni na Kristo akopi baba yake, nyinyi mkopi Kristo. Kama anasema ni kusamehe, wachilia. Kama anasema ni kupenda, hug with love. Usikumbatie in hypocrisy. Don't hug people in hypocrisy. Hug them like you mean it, because that is the level of faith. Mitume wakamwambia, sasa mahali tumefika, tuongezee imani. And as I said, an achievement of a Christian is not measured by what they gain in a worldly capacity. The achievement of a Christian is to be full of faith. Kuwa na imani ya kutosha. Faith is generated from what you hear more. Praise the name of the Lord. Sikiliza hapa. Imani. Nataka nikusomea kitabu cha Warumi. Fungua kitabu cha Warumi. Warumi. Romans. Warumi 10
mstari wa 17. Nataka usikilize hapa. Romans. Get a chance to hear the word of God. Sikiliza hapa. Ikiwa unataka kahaba aokoke, mpatie nafasi ya kuja kusikia neno, kwa sababu kutokana na kusikia neno atatengeneza imani. A source of faith is by hearing, and not only hearing but hearing the word of God. How do I come strong in faith? By concentrating on things that mention faith more and more. Huwezi niambia unataka kujazwa na imani. Huwezi kuniambia unataka mambo ambayo yanalingana na imani, na kila siku kwako unashika meza, hakuna mambo mengine, ni anguka naye, anguka naye, anguka naye. You see, faith is what you consume. Faith is about what you consume. Kile ambacho wewe hupokea sana ndani yako, hicho ndicho hufanyika wewe. Biblia imeeleza vizuri, imani hutokana na kusikia, na sio kusikia tu, ni kusikia neno la Mungu. So if you want to have enough faith, generate enough faith, listen to things of faith more and more. Wale wengine wakisikiza, let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that I stand on my mind. All my cares and burdens unto you, my Lord. Huyo mtu ni tofauti sana na mwenye anasikia morata wakwa riria twasemanirie na tugitwe itwandari no tuturanie kaiwe siragia nie ndi milionea tondu wagaruruko tanine tiona mweri waigwa ndi uguthi. When others are absorbing the Spirit of God, you are chasing things out of your life that if you want to go, just go. And others are saying, let your living waters come and flow over my soul. Let your Holy Spirit come and reign in me. Hamufanani. Wewe ni vitu unasukuma nje, wengine ni kuleta. You are what you consume in faith. You are what you consume. You are what you hear most. You are what you think more. Imani ni kile wewe humeza sana. Imani ni kile wewe husikiza sana. Bwana Yesu atukuzwe. Wale wengine hata kwa nyumba, roho zao zimejazwa imani. Hata kwa maktaba yake hakuna nyimbo zingine. Mtu tu anakaa tu anasikia, nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri. Listen, those people are confessing courage in Christ. They are confessing that I am strong in Christ. Hata nipitie katika dhiki, bado mimi ni jasiri. They have the confidence in God. Halafu wewe huku kwa barabara tunakusikia tu Emily Chepchumba la kwa niboge yo mune mama ye. Na wewe ni Mkikuyu hata ujui unasema nini. Yo mune darling. Yo mune sweetie hata ujui ni nini. Hata huelewi hiyo ni nini. You are feeding yourself with things that cannot liberate your spirit in the time of downness. You are listening to things that cannot liberate you when you are down or when you are low.
Sababu kuna wakati mwingine utapiga magoti uko chini, midomo yako haiwezi kusema, unakaa hana. Midomo yako haina maombi mengine, inatetemeka. The things that in your heart will intercede on your behalf. Sasa nikuulize leo, ukiweza fika level fulani ya kutosema usemi, umesukumwa na mambo, hakuna kitu kingine kinatoka moyoni mwako. Do you have a storage that can intercede when you are silent? Ndani ya moyo wako kunaweza toka vitu, hauongei lakini machozi yanatiririka. Moyo wako unaweza kumuongelesha Mungu bila kusema kwa maneno. In your storage. Nyinyi mko huko juu mmezubaa mpaka mna meza ruadhad. Ni neno limewashika mpaka mnasahau. Praise the name of the Lord. You see, wakaulizwa kwa nini mmeleta nyanya yenu hospitali? Naye nyanya yao alikuwa anaimba nyimbo zote. Anaimba kama DJ mix. Awachi nyimbo zinaimba tu, akitoka hiyo wimbo anaenda wimbo mwingine, akitoka hiyo wimbo anaenda wimbo mwingine. Wakasema tumemleta hospitali kwa sababu amemeza memory card ya simu ya huyu. Wakaulizwa na kwa nini mmemleta usiku badala mngojea asubuhi? Wakasema tunataka mumfanyie operation kabla afike kwa video. Kwa sababu akiimba nyimbo zote ataingia video, na kwa video kuna zingine mpaka mbaya. Sasa ataanza kutoa sauti za zile video ziko huko ndani. It is about the storage. What do you store more in your heart accordance into your faith? Ni nini wewe huweka moyoni mwako bayana na mambo yanayohitajika katika imani? What do you store more in your head, in your mind? If faith comes by hearing, and hearing the word of God, then faith should speak out of the same word. Sijui kama mnaelewa. Kama imani huja kwa kusikia na kusikiza neno la Mungu, kwa hivyo ni kumaanisha imani, usemi wake unafaa kutokana na yale ambayo umewekeza moyoni, kutokana na ile imani, jinsi na mambo ambayo umevuna. Praise the name of the Lord. You should talk the faith. Listen, faith is what you consume. Faithfully, what do you swallow? Kiimani wewe humeza nini? Je, katika moyo wako kuna mahali pa kuweka vitu hapa kando na kuweka kando? Mimi nilikuwa naona mzazi wangu akiweka maharagwe kwa uteo, halafu anaketi chini anaanza kuchagua. Kuna zile zimepasuka na kuna zile zimeoza. Zile zimepasuka alikuwa anaweka kando kwa sababu zinaweza mea tena, lakini zile zimeoza anatupa. Halafu sisi anatupikia zile zote nzuri. Kama Mkristo lazima ujue jinsi ya kugawa mambo haya. Unaweka mahali fulani, huo ni utajiri wa moyo wangu. Kuna yale ambayo unaweza angalia uone hata watu. Kuna watu katika maisha yako utachuja, kuna wale utabaki na wao. Praise the name of the Lord. Kuna wale utabaki na wao, na hata Kristo hufanya hivyo, especially kama sahihi kanisa la JCM liko hiyo level ya kuchujwa. Hapa mtachujwa. Maombi tunaoomba hapa, kupiga magoti na kusali na kuomba na kufunga, hapa mtachujwa. Hamjamalizwa, mtachujwa. Kuna wale watabakia kwa sababu wamepasuka, na kuna wale wataenda kwa sababu wameoza na hata wameanza. Praise the name of the Lord. Kuna wale Mungu ataangalia aone hawa wanaweza mea, lakini kuna wale Mungu ataangalia aone hawa atafanya vingine vioze. That level in faith inakujanga hata katika moyo wako. There is a particular time in your life haupendi watu fulani, lakini kitambo ulikuwa unawaona unasema nataka kuwa na wale, nataka kuingia kwa wale, nataka nikae na wale. But in faith kuna mahali utafika waanze kukuchosha. Wengine watakuchosha kwa sababu ya vile wanaongea. Kitambo ulikuwa unapenda vile wanasema, lakini unapokujaza moyo wako na neno, unapojaza moyo wako na kile unameza, wakiongea vile ambavyo imani haitaki, wanaanza kukuchosha.
Na hata unasema mpaka tunakuuliza, kwani siku hizi haupendi kutembea na mtu fulani? Unasikia mimi kuna vile waliongea nikasikia roho yangu. Sio wewe. You are increasing in faith. That time the capacity of your faith was down. That time the capacity of your faith was low. Kama vile mitume walisema tuongezee imani. When your faith increases, unatoka level ya utoto ya ukristiano. Utakapotoka level ya ukristiano ya utoto ni kama sisi. When we underwent the initiation stage, tuliambiwa na wanaume wale wengine, sasa nyinyi si watoto, nyinyi ni wanaume. Wakati tulitokea Chandoni, unaona katoto ka sister yako, akili inakwambia mcheze, lakini unakumbuka sauti ikikwambia kuanzia leo wewe ni mwanaume. So the voice of God should warn you. When you've increased in faith, sauti ya Mungu inafaa kukukanya, inakwambia wewe ni mwanaume kiroho. Unasikia wewe, toka hapo kwa watoto. Unaona ukiondoka pole pole, watu wanashindwa na watu wanaulizana, kwa nini fulani alituondokea? Wengine wanasema uko na malingo, wengine wanasema uko na pride, wengine wanasema uko na... Hapana, sio hizo vitu zote. You have increased in faith mpaka hiyo imani inakutoa katika hali ya utoto. Na ndio Paulo anasema kuna wakati nilikuwa mtoto na nilifanya kama mtoto, nikapata wazee nikaanza kufanya kama wazee. Sio wewe, ni imani inakuondoa pole pole pole. Imani inakaa pesa. Imani inakaa pesa. Ukiangalia wakati hauna pesa unakuanga na story mingi sana. Ushawahi note? Hata watu wengi wa Mushene ni wale hawana kitu, kwa sababu anatakanga akiachilia Mushene, akimaliza Mushene akwambie na heo ndo itanakwira nigwendaga undeithie na maya. Ile maneno yote alikuwa anatoka kwa mdomo ilikuwa ya kufikia kitu fulani. You know, the interest of faith is to touch the heart of God. That is the interest of faith, to touch and to move the heart of God. Wakati mtu hana pesa anakuanga na story na haraka zingine, hujui mtu anaendaga wapi. Unakutana na mtu town, unapatana na town haraka, mpaka ukimsimamisha ni nini, ni kakitu nimeitiwa mahali, kuna kakitu naona kama kataingiana, haraka mingi. Lakini watu matajiri sijui mahali haraka inaendanga. Mnaweza toka Nairobi University mpaka hiyo hoteli iko hapo mbele na 30 minutes wanatembea hivi. They are sure about themselves. Wewe hauko sure hata kwenye unaenda kama hiyo deal itaivana. But for them they are sure that even if hata kama hana pesa kwa mfuko, kuna mahali ameweka. Wewe hauna mfuko, hauna nyumbani, hauna pesa kwa mfuko na hauna pesa nyumbani. So mahali umesikia iko ndio unaelekea. Huyu mkifika tu kwa hoteli, hata akifanya order atavuta tu pesa kwa simu yake. Mtu mwenye imani hivyo ndio ako katika kiroho. Hakimbilii mambo kwa sababu ana uhakika wa yeye ni nani ndani ya imani. They are sure about themselves. Wewe mpaka huna, yani imani yako mpaka ukiambiwa twende tukaombee ndugu fulani, unaamkia huko 6. Ndio uanze kumwekelea mikono 6. Ndio ikifika umeenda 6 am. Ndio ikifika 7 am PM uone kanania kwelipa lipa. Lakini mtu mwenye imani anakuambia ngojea nioge halafu twende. Mpaka wewe unamwambia, kwani unaoga wapi? Si utoke. Kai atakufa kabla tufike. Kwa sababu you are sure about your faith, unamwambia hakufi, ataishi
could testify the greatness of the Lord. Mnafika huko, mnapata mgonjwa hapo, namuuliza habari yako, how are you? Huyu anakuambia, unamuuliza how are you badala tuombe. Namwambia tulia, atapona. Nashika kichwa. Father, in the name of Jesus, the Bible says that let nothing trouble us because we bear your marks. By the power of the blood of Jesus Christ, may you receive healing in Jesus' name. Because you are sure about your faith. Unasikia amesema, na nimeacha kuumwa na hapa. Sasa baka huyu alikuwa anakuharakisha, anakuuliza, Gai, na kuna vile nimeona amefanya hivi. Namwambia that is healing. Yani hata hajui wakati uwepo unafanya nini? Unatembea. Mtu ambaye ana imani anakaa tajiri. Mtu ambaye imani yake hana na ni Mkristo anakaa huyo mtu ambaye shughuli zake zote ni kutafuta. Hauna pesa nyumbani, hauna pesa kwa mfuko, hauna pesa M-Pesa, uko na fuliza. Cash paka kuna ka online lending company kanatumia watu wengine message, abieni fulani anilipe. Kazi yako yote ni kuharakisha. But people who are sure, matajiri hata ukiongea haraka wanashinda, huyu ni nini? Jua anakuongelesha pole pole. Hiyo ndio inakusumbua. Yani wewe unaenda kumuitisha pesa na kwambia hiyo tu peke yake 50,000 ndio inakusumbua Usisumbuke, tuingie hapa tupate kitu cha kukula. Mnaingia, menu inakuja. Hivyo ndio mambo iko. Menu ikikuja, unasikia ni sasa ni wewe unaitisha. Unauliza muuzaji, hata uchukui menu. Kuja. Uko na ugali ya nyama. Leta nyama sahani moja, ugali 2. Na avocado na mboga niletee, na maji na machungwa ukatakate, na alafu uletee juice ya melon na ikue baridi. Yes, zinajazwa hapo kwa sahani. Yule mwenye mko na yeye akifanya order, unasikia nipatie mushroom soup na just a sausage. Na yeye ndiye anakusaidia. Mwenye anasaidiwa meza imejaa. Na hata akiletoa kitambaa cha kujipanguza mkono anasema wacha nayo nitaipaka uchafu, wacha nitao. Why? The person you are going with has stored enough not to worry. When your faith has a big storage, when you store powerful things in your heart, when you store powerful scriptures in your heart, when you store powerful music in your heart, you worry no more in your spiritual life.